Ni kweli, na ndio maana mwanzo wa hii video nilianza kusema mimi pia juzi nilikuwa karibu niteleze. Kuteleza ni binadamu. Na jambo zuri zaidi ni pale unapokaa chini ukajua umeteleza. Juzi nilikuwa karibu nifanye kosa. Ama ndio sijui nilikuwa nishalifanya. Mimi ni mtu ambaye nina hamu sana ya kuona reforms na policies zinafanyika Kenya, na tuna njia mpya tumeweza kuestablish at least Kenya ipate afueni. Kenya iko mahali pabaya. Na nikiona activist yoyote ambaye ananiambia Batuli tutafanya hivi na hivi tulete afueni hapa na hapa, mimi niko tayari kumjoin. Lakini juzi tulipotoka county nikasikia watu wanaenda Tanzania consulate. Mimi nikaenda, sijui ni akili yangu nilikuwa nimeitoa nikaiweka kando. Nikaenda. Na saa nyingine pengine hizo video zinaweza tumwa. Because right now I have more enemies than friends. Hizo video zikitumwa naomba muelewe. Ni kosa ambalo nilikuwa nalifanya bila kufahamu. Lakini kwa sababu niko na principles na niko na akili Mungu amenipa, nilirudi nikakaa chini nikauliza, what I did today, was it right? No, nikajua it's not right. Nikajiuliza mimi, what democracy do I have to stand in front of Tanzanian consulate and start demanding democracy in Tanzania? Nikasema no, I'm wrong. Yes, now nimefuata watu ambao walikuwa wamelipwa tukaingia sote. Hapa hivi nimeingia cha kike. Pale nilichukua message nikawaandikia katika group yao, nikajitoa na nikawaambia from now henceforth I will not support you in things like this if it is concerned Tanzania. But I'll be here mkinihitaji kama ni it's about my country. Na imagine activists walienda wengi, wakaongea wengi. Lakini unaweza amini wale waliokuwa wamelipwa ndio walipostiwa peke yao. Waliokuwa na agreement na wale walikuwa Tanzania ndio walipostiwa. Walitusaidia. Media zetu za Kenya mpaka tuzilipe ndio zije zihamasishe watu. Wale walikuwa wamelipwa walipostiwa wale. Ule mama mlimuona wa Kiswahili na wale. But nashukuru saizi nimejitoa. Niliwapatia chance ya to understand them better. They disappointed me. Kwa sababu mimi nikiangalia demokrasi ambayo niko nayo Kenya, sioni demokrasi ya kumwambia Tanzania iga maisha yetu. Watanzania, fanyeni Kenya kuwa funzo. Tanzania ukienda kuna amani, watu wanaheshimiana. Watanzania wanajuana kiwa Tanzania. Usikii akikwambia mimi ni Mzaramo, mimi ni Mnyakyusa, mimi ni nani? Mimi ni Mtanga, sijui mimi ni Mdigo ama ni nani. Unaulizwa wewe ni Mtanzania wa wapi? Angalieni sisi tunaenda Tanzania kununua biashara. Tukipita boda ya Tanzania wanatubeba freshi. Sisi wa Kenya tupite boda yetu ya Kenya. Nenendi lunga na muende na manga. Muone wa Kenya vile wanavosumbuliwa na wa Kenya wenzao. Alafu muniambie sisi tuna demokrasi. Utafika Tanzania, una mzigo kama umenunua, wa Tanzania watakwambia huu mzigo unalipiwa madam, na huu mzigo umezidi. Utawaambia ni sawa, umezidi, ni kwa sijaelewa kama policy zimechange. Lakini ndio nishafika hapa, mtanisaidia vipi? Mtanzania atakwambia kwa sababu ulikuwa hujui ni kosa, pita. Kwa sababu tunakusaidia, ushalipia hizi kilo lakini hizi zingine. Yani kuna ule binadamu wa kusaidiana. And that is where I always say, for the law to work, sometimes you need to break the law so that the order can work. It applies in every country. Lakini wewe fika nchi yenu ya Kenya, hapo kwenye boda yenu, ukutane na Mkenya wenu, na ushafika nchini kwenu, na umefanya makosa kule na Watanzania wamekuhurumia ukapitishwa. Wallahi utafika katika boda yenu, Mkenya wenu ndo atakayekurudisha huko. Which democracy is this? Mimi nilifika Tanzania, nimechukua temporary passport, nikaitisha wiki 2,
wiki zikaishia Kigoma. Kigoma nilipoenda, mkuu wa Kigoma, Mungu akubariki, wa migration, Mungu akubariki tena kubariki sana. Nikaingia kwanza, kitu cha kwanza nilichopatiwa pale kwa migration, madam, siku zako zimepita na siku 3. Ngamwambia ingekuwa ni kwetu Kenya mimi ningepitishwa tu. Tena Kenya taamidi ukishashikwa hawaji kama vile wanavyofanya huku kwetu Kenya. Wakaanza kuongea na polisi, wakawapa kitu kidogo wakakupitisha. Tanzania nilichelewa Kigoma. Nikawaambia, wakasema madam, tukikupitisha hapa sie, the next barrier sisi tutafutwa kazi, tutaulizwa wewe umepita vipi. Kwetu Kenya hatujali, hiyo ndio demokrasia yetu. Demokrasia yetu kitu kidogo. Nikapelekwa Kigoma kwa mkuu wa migration ambaye yuko Kigoma. Nilipoingia tu ofisini ninasalimiwa, habari yako dada, nikusaidie vipi? Na ilikuwa ni asubuhi. Mkoa akaniitishia chai, akaniitishia vitumbua, akasema mpe chai huyu dada, mpe madamu, uko sawa? Nikanywa chai nikamaliza, ngaletewa makaratasi ngajaza in a very dignified manner. Mimi mwenyewe niliona aibu, nilisahau passport yangu, nilijisahau, siku zikapita. Baada ya pale ule mkuu wa Kigoma akanichukua. Aliponichukua kushakuwa jioni, basi imepita mpaka tena basi ya asubuhi, wakanikatia hoteli nikalala, wakanipeleka Taamidi, wakamwambia mpatieni tiketi yake kwa sababu ile haijatumika. Asubuhi nikachukuliwa nikaenda. Wewe fika katika police station yetu hii. Ukifika kwanza wao ndo wataka wewe wakununulie wewe chai, wanunulie wao chai. Demokrasi hiyo tunaopatia wa Tanzania. Demokrasi ipi? Nikafika siku nyingine pia nikapitisha siku miaka ya nyuma sana huko 2002. Nikafika, nilipofika pale Kenya, kwa nini umepitisha hizi siku? Namwambia kaka nishamalizana na boda ya Tanzania. Hapa niko nyumbani. Wewe unahusunia na kuhusunini wewe kama nimepitisha siku Tanzania? Hiyo ni mambo ya boda ya Tanzania, waniulize kwa nini mimi nimepitisha na nilipia hizo siku nilizokaa. Ama wanisamee. Wewe inakuhusu nini? Mimi niko nyumbani sasa hapa. Wakenya tuacheni aibu. Na mkitaka kujua the difference of Kenya and Tanzania, fika kwa boda. Madirisha ni mawili. Dirisha la Tanzania na Kenya. Look at the service Kenyans have been given in Tanzanians window, and look at the service who have been given at a Kenyan window. Window ya Kenya kuna foleni ukubaka kule. Why? Ushuru. Corruption inaendelea pale katika lunga. Nendeni mkaangalia, alafu mniambie ni demokrasi gani mnapatia wa Tanzania. Conductor anashuka katika magari ya Taamidi, haya mabasi katika window ya Tanzania haruhusiwi kuzunguka, akaenda akaingia ndani ya window ya Watanzania. Anaelezea kila kitu hapo kwenye dirisha. Huyu yuko hivi, huyu yuko hivi, anamwambia sawa nimekuelewa. Huyu niko hivi. Haruhusiwi kuingia ndani, that is an administration. Alafu niambia Watanzania wajasoma hawaelewi. Lakini makondakta wanashuka, wanaingia katika window ya Kenya, wanazunguka, wanaingia mpaka ndani, wanakaa ndani na wale migration wetu. Pesa zinapita pale chini. This is Kenyan window, the next window ni ya Tanzania. So the minute you look at those two windows which are very close to each other, you will know which country has a democracy, although it's not carrying the flag of democracy juu. Mimi am proud with the service of Tanzania. Nikifika hospitali Muhimbili, nilienda nikaugua, nikaenda Muhimbili. Sorry, kuna ile hospitali iko pale Ilala, Amana. Nikafika Amana, nikakuwa treated na nikaambiwa madam wewe ni mgeni, thank you. Nikalipa vipimo, nikatritiwa, dawa ziko. Hospitali za Tanzania tusidanganyane. Unaandikiwa karatasi, unaenda katika pharmacy ya Amana. Tena hiyo ni hospitali ya county ndogo kama vile sub county kama hiki Sauni. Unaenda katika hiyo pharmacy, unalipia dawa unapata. Huku kwetu unaandikiwa dawa, unaenda katika window ya pharmacy ya hospitali ya serikali, hakuna dawa. Dawa mnaenda kununua nje. Alafu you have the audacity to go in Tanzania and teach them about democracy. Martha Karua, ungekuwa wewe ni mwanamke, uko na iron fist kama mama Samia Suluhu, leo hii ungekuwa umepigiwa kura kama president wa Kenya, mama Karua. Lakini huna msimamo mama yetu. Juzi ulienda kumsupport Raila. Raila ndio huyo. Mwisho sasa umeachana na Raila. Tafuta msimamo tukupitishe pia wewe rais.
Acha kimbelembele nchi za watu.